Kama jino haliambukizani na kama jino siwezi nikamwambukiza mwenzangu, sasa ni kitu gani hasa kinasababisha jino litoboke? Na hili ndilo swali kubwa ambalo nimekutana nalo, na kila mtu anatamani kujua ni nini kinasababisha jino linatoboka. Sasa nisikilize kwa makini. Ili kusudi jino litoboke linahitaji liwe na vitu almost vinne. Hizi ni factors ambazo zinapelekea jino kutoboka. Kitu cha kwanza lazima jino liwepo. Lakini kitu cha pili ni glucose. Nikitumia glucose namaanisha vitu vyote ambavyo vitakuwa vina sukari na vina produce glucose. Lakini kitu cha tatu lazima kuwepo na bakteria. Lakini kitu cha mwisho lazima kuwe kuna muda ambao tuna uwezo wa kupima. Sasa ili jino lako litoboke, ama unapoona jino lako limetoboka, uwe na uhakika kwamba hivi vitu vyote vinne vilikuwepo na vilifanyika kwa muda mrefu mpaka ikapelekea hilo jino lako likatoboka. Sasa kila kimoja hapo kinakuwa kina kazi yake, lakini isipokuwa tu sisi sasa tuna uwezo wa kuchangia katika vitu vikubwa viwili. Kitu cha kwanza, tuna uwezo wa kuchangia katika upande wa muda. Kwa maana ya kwamba muda inamaanisha nini? Ninapokuwa nimekula mfano sukari, mtu aliyekula sukari sasa hivi akasafisha ndani ya dakika 5, na yule mtu aliyekula sukari akakaa nayo ndani ya nusu saa ama dakika 45, tunasema kwamba huyu mtu, hawa watu wawili watakuwa na matokeo mawili katika upande wa meno. Huyu wa dakika 15 most likely anaweza akapata maambukizi zaidi, ama anaweza akatoboa jino lake kwa urahisi zaidi kuliko yule ambao ndani ya dakika 5 ameshasafisha jino lake. Sasa kesho tutaendelea au nitaelezea zaidi vitu gani ambavyo tunaweza tukacontrol na tunaweza tukacontrol vipi na tunaweza tukajiepuka vipi sasa na haya na hili tatizo la meno kutoboka. Lakini wewe tu leo niambie kwenye comment, sukari unatumia muda gani kula, au niseme unaweza ukatumia muda gani kwenye kunywa soda? Je, ni muda wa dakika 20 ama muda wa 30? Na unafikiri ina madhara kiasi gani kwako? Hebu niambie kwenye comment, alafu kesho nijue tunaanzia wapi.